Ndio, Bwana Yesu asifiwe. Leo nimekuja tofauti tena kidogo, maana ni muda mwingi sana tufanye mambo kama na haya. Hatuna vipindi kama hivi, ni muda wa kutosha. Ila leo nimekuja tofauti kidogo. Tunachokifanya leo ni tuna kipindi cha maswali na majibu. Sitakuwa mrefu sana, nitaomba nifuatilie vingine. Na maswali kadhaa ambayo niko nayo mahali hapa. Swali la kwanza ni oh my god. Mbona maswali yako hivi? Maswali yako hivi. Inasema kwamba kipi bora kati ya kuwa mlevi au kuwa kijana wa wanawake wengi? Maswali naona jinsi yalivyo yanachanganywa. Ila kwa hapa sema kwamba kipi bora. Haya mambo mawili hapa, hakuna kitu ukishachanganya mlevi na kijana mwenye wasichana wengi, ili neno bora lina nafasi hapa, kwa maana hakuna kilicho bora. Hakuna kilicho bora. Watu tunajihangaisha sana. Jamona, una wanawake wawili watatu, unajichanganya, hauna muda wa kutulia kufocus na maisha yako. Hauna huo muda ambao uko nao wewe, ni ule muda wa kuongea kwenye masimu, kusafiri leo kwa huko kule. So tulia na mmoja takusaidia sana. Ni kujipatia stress mengi ambayo hayana maana ili jambo. So naweza nikajibu mimi sana. Moja kwa moja nitaingia kwa swali la pili. Nasema kwamba kitu gani unachukia kuhusu Wakristo? Asilimia nyingi za Wakristo ni wanafiki. Sasa mimi nachukiaga sana mtu mnafiki. Lakini ndo Wakristo wengi walivyo. Sasa anaweza kusema kwamba huwa aongei kitu, huwa afanye kitu fulani na anakisema mbele za macho ya watu tu, lakini sirini ndo yake. Sasa Wakristo wengi wapogo hivyo, walaokoka sana, ambao hawajaokoka sana wako hivyo. Hiyo ni moja kati ya tabia ambayo huwa nachukia sana, na sio tu kwa Wakristo, kwa mtu yeyote yule, sio tabia nzuri. Swali linalofuata linasema kwamba red flags mbili kwa msichana wa Kristo. Mbona haya mambo yako hivi? Ningejua kuna swali ambazo ningezitoa ila yes, zipo na ile sijui kama kuna kile kitu ambacho mnakosea sana. Madada zangu wana kitu ambacho wanakitaga skin care. Ni muhimu sana msichana kujali yake skin. Dada zangu wavaa vitambaa, ni ngumu sana kuwa na hichi kitu. Labda wanaonaga nacho ni dhambi kufanya skin care. Sio dhambi, sio kukirimu. Lingine bwana, lisinichoshe ili swali nalitambuka jinsi lilivyo. Naenda swali linalofuata. Swali linalofuata linasema Bible character gani unaweza penda umuone? Na ni swali gani utamwambia? Mimi ni wengi sana. Ila kuna jamaa kwenye Biblia anaitwa nani? Kuna Kaini. Kuna Kaini, afu kuna Daniel na Daudi. Hao watu watatu na maswali mengi ambayo ningependa niwaulize. Huyu Daniel ningemuuliza kwamba yake reaction ilikuwaje yeye kudumbukizwa ndani ya lile shimo lile.
Alikuwa yake reaction ilikuwa gai ya bile ule wakile ule. Yeah. Oh. Nani nisema nani? Kaini bwana, ningemuuliza hili jambo. Kaini aliulizwa na Mungu kwamba ndugu yako yuko wapi? Yeye akasema kwamba kuna neno alisema kwamba mimi sio mlinzi wa ndugu yangu. Kaini alikuwa na nguvu ya kumwambia Mungu, yani Kaini anatoka kufanya ubaya. Kaini ambaye anatoka kufanya ubaya bado alikuwa na nguvu ya kumjibu Mungu jinsi anavyojisikia. Unaona hayo mambo? So ningekuwa na maswali mengi sana kama nilivyo na maswali ya mingi sana kwako wewe ambaye unakuwa unafanya lolote lile. Kuna watu, kwa sababu kuna watu ambao wanaishi kama hakuna Mungu vile. Na maswali mengi sana ya kuuliza. Mengi sana. Ni muda gani ni sahihi kwa ajili ya maombi? Au je, Mkristo kwa siku anatakiwa kuomba mara ngapi? Swali zuri sana. Kwa siku Mkristo anatakiwa kuomba mara ngapi? Mara zote. Mkristo anatakiwa kuomba mara zote. Likija hili swala la maombi, ningetamani sana nichukue muda wako mwingi kidogo hapa kwa hili swala. Likija hili swala la maombi, tunaenda kumuomba ni Mungu, kwetu sisi ni Baba. So hatuwezi tukawa na limit ya kuongea na Baba. So kuna wale ambao wanafundisha kwamba Mkristo kwa siku unatakiwa kuomba mara 3. Asubuhi unapoamka, mchana na jioni. Hilo Biblia haijafundisha hilo. Hatujawekewa limit ya maombi kwa siku. Yeah. So unaomba vyote kwa muda wowote ule. Swali linalofuata, wako watu kwenye Biblia waliooa zaidi ya wake wawili. Kwa nini leo inakatazwa? Wanasema kwamba ndani ya Biblia wako watu waliooa wake wengi, lakini kwa nini hayo mambo yanakatazwa leo? Ni kwamba kila kitu ambacho kimekatazwa ndani ya maandiko, na ni kwamba kimekatazwa kwa faida yako wewe. Kuna wizi nao umekatazwa. Ni faida, anayepata faida ni wewe. Usipoiba hautapigwa mawe, lakini ukiiba, ukishikwa, unaingia kwenye tatizo. Na hata ili jambo la kuoa wanawake wengi nalo ni kwa ajili kukusaidia wewe. Wengi uangalie wote sio wote, lakini asilimia ya wengi ambao walooa mke zaidi ya mmoja ni kipindi ambapo kuwa na matatizo. Na hata hao mnao wasema kwamba ndani ya Biblia kuna yule alooa Ibrahimu, sijui alioa wake wawili. Mwingine wengi huwa wanaleta ili swala la mfalme Sulemani. Mfalme Sulemani alioa wake wawili. Kwa Mungu hakuna sehemu ambako Mungu alimruhusu Ibrahimu aoe wake wawili. Kuna sehemu ambayo nani huyu? Kuna sehemu ambayo Mungu amemruhusu mfalme Sulemani aoe wake 700. Lakini ni mtu mwenyewe. Na baada ya huyu mfalme kuoa wake wengi, hakuwa na muda na Mungu. So na hata uangalie mfano lia hai, wazee wengi walooa wake wengi huwa wana stress sana. Huwa wana mengi sana. Watoto wakiwa ni wengi wanasema kwamba no, itabidi bana bali manga. Hata watoto walozaliwa wanapata mzigo mzito, wanaanza kufanya kazi zaidi ya kazi ambayo wangefanya ungekuwa wanaishi na baba zao. Watoto wengine hawana ile haki au kupata haki ya kuishi na baba zao na amani. Kwa nini? Kwa sababu baba yake ana nyumba nyingine, sehemu nyingine. Sio kwamba wanajiweza sana ndio kwa maana wanataka waoe wake wawili. Mtu mwingine ni tamaa tu. Kwa hiyo hilo jambo ni mbaya, si nzuri.
Mi nitaishia kwa hili swali ambalo naenda kulijibia hapa la mwisho. Yesu alikuwa na wanafunzi 12. Yupi ni mwanafunzi pendwa kwako na kwa nini? Petro. Petro nilimpenda sana. Kwa nini? Petro alikuwa na mafunuo mengi. Hiyo ni moja sababu ya mimi kumpenda Petro. Petro alikuwa anasema, kuna watu ambao wanapitia mengi maishani lakini wanasema, na katika hali ya kusema mtu huwa anasaidika. Kuna watu hawasaidiki. Kwa nini? Hawasemi. Hawasemi. Mtu mwingine anaishi na hasira moyoni mwake. Biblia inasema kwamba hasira inakaa kifuani pa mpumbavu. Toa kinachosibu moyo wako. Toa. Ongea na uambie watu kwamba hii jambo liko hivi. Nilimpenda Petro sana, alikuwa ni mwongeaji. Alikuwa ni mwongeaji kabisa.